injili mtu anaweka speaker pale, anaweka na chombo cha sadaka, anasema mambo mawili, alafu anaongelea sadaka masaa 10. Hiyo sio injili. Yaani sadaka inaongelewa miezi 11, alafu toba na mambo mengine ya ufalme wa mbinguni mwezi mmoja. Hiyo sio injili. Huo ni uhuni, tena ni ukibaka mbaya sana. Sasa injili zinazohubiriwa mitaani na kila mahali ni za sadaka na miujiza na kufanikiwa. Sawa, ni sehemu ya injili, lakini msingi wa injili ni toba basi. Sasa ujumbe umesema sala ya toba inatutenga na watu wengine, sisi tunakuwa ni watu wengine, na inatutenga na dhambi, inatutenga na jehanamu, inatutenga na mikono ya shetani, inatutenga na wachawi, inatutenga na madhabahu za waganga wa kienyeji na kadhalika. Toba. Nilisema ninamshukuru Yesu kwa sababu ile Paulo anasema kwenye Warumi, anasema kadiri ya ile nguvu ya dhambi iletayo mauti, sio kadiri ya kipawa cha neema ya Kristo. Maana yake nini? Yaani dhambi mtu anapofanya inaleta mauti, inaleta ubaya, inaleta jehanamu, inaleta magonjwa na kadhalika. Lakini hata kama mtu amefanya dhambi, kontena ya dhambi, toba moja tu iliyo ya kweli kutoka moyoni. Mtu akija madhabahuni akisema Yesu, nimekosa, nisamehe leo, ninagairi, ninatubu, ninakugeukia, toba moja tu inafuta madhambi yako yote. Ndio maana Paulo akasema kadiri ya ile laana ya dhambi na mauti na kuzimu na jehanamu na ubaya wa shetani haufanani na toba ya Kristo. Yaani toba ya Kristo moja tu. Hata kama mimi Mapunda nimefanya dhambi ya za ukoo na ukoo, dhambi mamilioni, lakini toba moja tu inafuta hatia zote. Sema amina. Amen. Kwa hiyo ndio injili, ndio injili, toba. Tuhubiri habari za watu tutubu. Wahubirie watu watubu dhambi. Nimekuambia tukitoka hapa tunaenda kuzika leo, yani sasa hivi hapa mchana. Nikienda kwenda hubiri hiyo tutoba. Kwa nini watu wanakufa? Mungu amewaumba mwenyewe wanadamu. Kwa nini wafu? Toba. Kwamba haijalishi hata kama nitakufa katika mwili huu, lakini kama nimepatana na Kristo, nimetubu dhambi zangu, Biblia inasema mimi tena sifi, sina agano la mauti, bali ninalala. Ninapita kupitoka mautini, ninaingia uzimani. Lakini yule anayekufa katika dhambi anakufa kweli kweli na hata muona Mungu milele. Sasa tunapohubiri habari za dhambi na toba, tambua hiyo habari. Kuna andiko mzee alilisema tukulisoma, na mimi nilikuwa nimefungua hapa, nilikuwa ninaliangalia vizuri. Sura ya 2 kitabu cha Marko. Nilikwambia leo tutakuwa na maombezi mazito. Nilikwambia tokea wakati tu mwanzo pale kabla sijamleta mzee. Tuna maombezi leo, nilijisikia hivyo. Ninatembeaga na signal ya Roho Mtakatifu, yani kuna wingu fulani natembea nalo. Nikifika tu hapa, nyie wenyeji sio wageni kwangu. Mara nyingi nikikwambia leo nataka tufanye maombezi, ninashuhudiwa kuna vitu vinaendelea. Kuna watu wanateseka, kuna watu wamefungwa. Na nilisema ili pale mwanzo kabisa, leo nataka tufanye maombezi. Naona kuna package Roho Mtakatifu ameweka hapo. Sura ya 2 kitabu cha Marko, Biblia inasema akaingia Kapernaumu tena baada ya siku kadha wa kadha, ikasikiwa ya kwamba yumo nyumbani. Wakakusanyika watu wengi, isibaki nafasi hata mlangoni. Akawa akisema nao neno lake. Wakaja watu wakimletea mtu mwenye kupoza, anachukuliwa na watu 4. Na walipokuwa hawawezi kumkaribia kwa sababu ya makutano, walitoboa dari pale alipokuwapo, na wakisha kuivunja wakaliteremsha godoro alilolilalia yule mwenye kupoza. Na Yesu alipoiona imani yao, akamwambia yule mwenye kupoza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Hebu
Fikiri, hebu tuliangalie hili jambo. Umesikia hii habari? Yani mimi nawaambieni, mimi nafikiri naifaidi sana Biblia kuliko watu wengi wanaosoma Biblia. Nafikiri hiyo neema, namshukuru Mungu amenipa. Yani ninaposoma Biblia naona kuna mambo mengi nafikiri kama wengine hawaoni. Hoja iko hivi, Yesu hakuwa na appointment na yule mgonjwa wala ile familia. Yeye alikuwa na ratiba yake ya kufanya uinjilisti. Akaingia kwenye nyumba ya mtu mmoja, watu walipojua yuko ndani wakaja. Walipoitana wakaja, akaanza kusema nao neno lake, ndio Biblia inasema. Sasa kulikuwa na mgonjwa ameshindikana kwenye huo mji, tena ameparalyze. Sasa anasema walipojua yuko nyumbani, wakambeba watu 4, ni kama vile machela. Wakambeba, wakamleta kwa Yesu. Walipochungulia nyumbani, wakaona Yesu yuko mbali na ukumbi mzima umejaa watu. Hakuna namna ya kumfikia Yesu na kumpeleka mgonjwa. Wale watu wakaona bado hii habari haitoshi kutuzuia mgonjwa wetu asikutane na Yesu. Biblia inasema wakapanda, wakapima kwa vipimo vyao, wakajua, walipopita kwenye dari, wakajua bila shaka yuko hapa. Basi Biblia inasema wakatoboa, wakamshusha yule mgonjwa. Walipomshusha mgonjwa, Yesu akawatazama wale watu. Akaona wale watu, imani na matumaini yao. Alichokifanya kwa mgonjwa, sikiliza pointi yangu iko hapo. Alichokifanya kwa mgonjwa, akamwambia tu, mwanangu, umesamehewa dhambi. Jamaa akasimama. Umeelewa nini? Bwana asifiwe. Jamani, tunaelewa vizuri Biblia wote? Na leo niko na mzee wangu, baba yangu mzee Andrea, ubarikiwe sana. Na mama bali mbarikiwe sana. Haleluya. Sikiliza, yani pointi ni kwamba mgonjwa tumechoka kumgeuza, kumtoa nje kwenye jua, kumuosha, kumlisha, kumfulia na kadhalika. Sasa tumeona basi, tunajua kwamba akikutana na Yesu huyu jamaa anapona. Sasa alipofika kwa Yesu, Biblia inaonyesha kama Yesu alimwombea. Yani Yesu alipokutana na mgonjwa, akaona tatizo la huyu mwanaume sio kupoza. Tatizo la huyu mwanaume sio kwamba hawezi kujisaidia. Tatizo la huyu mwanaume ni dhambi iliyoko ndani yake. Yani kunishughulike tu ina dhambi. Dhambi hii kishaondoka, huyu jamaa anasimama, kesho anakwenda kazini. Sasa nataka nikuonyeshe jinsi dhambi ilivyo na madhara. Jinsi dhambi ilivyo na uadui na maisha ya wanadamu. Jinsi dhambi ilivyo na uadui na kanisa. Jinsi dhambi isivyopatana na Mungu. Haleluya. Kwa hiyo Biblia inasema Yesu akawaangalia, akaona wale jamaa. Yaani yule mtu alipata neema kupitia wale ndugu zake. Lakini tuache wale ndugu imani yao, tuache. Yesu akamwambia tu, umesamehewa dhambi zako. Sikiliza. Kuna mama mmoja yuko Dodoma. Mume wake ni hawa majamaa wa afisa usalama wa taifa. Alinipigia mwaka jana, akaniambia, mchungaji, nina mambo kibao. Niambia la kwanza, jambo la kwanza liko hivi, jambo la pili liko hivi, jambo la tatu liko hivi. Akaniambia mambo kibao. Sikiliza, kuna wakati elimu ya mtu haiwezi kumpa majibu. Yaani dada yeye limesoma lakini alishindwa kutoboa. Kuna wakati fedha haileti majibu. Fedha anayo, na maana ni mfanyabiashara mkubwa, na mume wake yuko serikalini, lakini wanateseka na hivi. Akaniambia mambo mengi yanayomhusu yeye na mume wake. Nikamwambia, unayo Biblia? Akaniambia ndio. Nikamwambia hivi, sitakuombea, na wewe usiombe lolote, la heri wala la shari. Fungua Biblia yako, kitabu cha Zaburi sura 51. Ina mistari kama 12, 10 na ngapi. Nikamwambia, soma hiyo mistari asubuhi. Soma hiyo mistari jioni. Kesho soma asubuhi. Soma jioni. Soma asubuhi, soma jioni, siku 3. Na unapomaliza kusoma, wewe mwambie Mungu, ninaomba Mungu nisamehe, ninaomba nitakase. Ninaomba nisamehe, ninaomba nitakase. Huko unasoma Zaburi asubuhi, Zaburi jioni. Ninaomba nisamehe, ninaomba nitakase. Baada ya siku 3 ananipigia, ananiambia, mchungaji, nilikuwa na dubwana kama zigo, kama jiwe limenikalia hapa la miaka na miaka. Leo ninapokuambia hilo dude silisikii kabisa. Haleluya. Sikiliza, yani kuna wakati dhambi ni mzigo, ni mateso. Sasa dawa ya mzigo huo kuutua ni toba tu. Mzee, Mungu akubariki kwa ujumbe mzuri. Toba. Basi.
Sasa ninazidi kukufunulia hili jambo ili uwe na muda wa kwenda mbele za Mungu na kuomba rehema na kadhalika na kujitakasa, kumwambia Bwana, ninajiachia kwako, ninaomba nisamehe. Daudi anasema kwenye Warumi ile sura 4 mstari wa 6 kuanzia mstari wa 6, anasema heri mtu yule ambaye Bwana hamhesabii dhambi, hamhesabii makosa. Mtu huyo ana heri. Kwa hiyo watu wa Mungu, niseme Mungu awabariki. Huu ujumbe uondoke nao, ujumbe ufanye kuwa sehemu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Basi niwakaribishe wale wenye mahitaji. Sasa ni wakati wa